ano musi dufise abatumire mu gihugu ca Tanzania abenshi mu mazimisi mubona kumbuga nkoramenye turi kumwe na Echibaba no umuririmvyi ariko kandi turi kumwe na manager wa Awilo Longomba abarumva ikirundi mwaho kivuga usanga hari mugabo namye mbona no manager wa navuga ko Awilo Longomba we ikirundi aranakizi cyane so ane mpamvu nahisemo kugira presentation mu rurimi rw'ikirundi Echibaba kari Burundi. Asante sana. Shwari. Namshukuru Mungu. Fresh. Kabisa. Echibaba Shwari lakini. Shwari kabisa. Namshukuru. Mbona unaonaje mimi? Burundi safi. Burundi safi. Kabisa. Mara ngapi kuja hapa Burundi? Mara 8. Mara 8? Au 7. Baba mshazoea Burundi. Kirundi nasikia kuongea ndo bado sijaanza kukijua vizuri kwa sababu kesho naanza course. Kesho naanza course ya kujifunza Kirundi na Kifaransa. Naanza kujifunza rasmi. Sawa. Manager vipi? Safi kabisa. Shwari. Shwari. Wewe umsuraze ni Kirundi? Ariko ndakivuga. Gike canke usanga ukizi nyene? Nakizi. Urakizi. Wavukiye he? Munyakabiga. Uco hava ryari? Kera cyane. Urakizi? Ndakizi. Nyakabiga. Uco hava ryari? Kera cyane. Ane 2000. Okay, babwira izina. Jene twaliyo Brown. Manager wa Awilo Longomba kuva ryari? Mazimyaka. Mwaka wose. Mazimyaka kwa mwaka. Bwana leo tutazungumza mambo mengi ya Echibaba na manager wa Awilo Longomba. Kuna shughuli ambazo zimewaleta hapa Burundi na manager atuambie ni shughuli zipi ambazo na nini zimewaleta hapa nchini Burundi. Sasa sisi tumekuja kwa sababu tumefungua application mpya. Application ambayo tutaenda kuanza kununua mamovie. Tuzotangura kugura amafilme. Ndio maana tumesema dutangure ngahi Burundi aho navukiye imuhira. Sasa ndio tukasema cha kwanza tuandae seminar juu hatutaki watu watulete mafilme zenye hazikamiliki. Kwa sababu nimeona filme nyingi ambazo zinatengenezwa hapa ni kama gisi inabidi turekebishe kitu kidogo. Kuna kasoro. Afu ndio tukasema tufanye seminar. Hiyo seminaire tutaifanyia kwa Hotel Source du Nil, itakuwa le 12 août. Na kwa kuparticiper il faut ku réserver place. Juu hatuwezi tukakamata kila mtu na maplace ziko limite. Sasa mnaweza kupiga simu ku 69 60 35 17. 69 60 35 17. Mtu wa kweli tutajana ataipitisha chini. Sasa kuna seminar tutafundisha watu kile chote ambacho kinahusika na mambo ya kutengeneza movie. Kuigiza. Kuigiza ni kutourner, kucheza film. Vitu vinahitajika kwa mwigizaji. Vitu vinahitajika kwa director, vitu vinahitajika kwa cameraman, kisi ya kuseti kamera, kisi ya enregistrer son ya bien yenye kwa nguvu, kwa utamu na mapare gani zingine unaweza kutumikisha. Yani kisi ya kufanya montage professionnel, kisi ya ku design set, fasi kuna filmer. Vitu vyote hivyo lazima tuwa refreshir. Upate kujua sasa ni mnaenda kutengeneza filme zetu. Mko deja mshajua mnafanya nini. Juu unajua kutengeneza filme, mtu anaenda anakupisha franga. Unaona hata mwenye alikukopesha familia wala nani walikuchangia wanataka waone kesho unaendelea. Sasa ukienda wanakopesha franga unatengeneza kitu afu hakina maendeleo. Ndio maana unakutana watu wengi wanakuwa découragés. Hawawezi tena kuingia tena vitu vya mafilmu. Sasa hiyo habilipagi. Sasa sisi tuko hapa juu tufanye kazi. Mfanye kazi mulete na tuuze na tusambaze. Tufanye kazi juu hatuwezi kusema tuuze filmu za Tanzania tu au za Zimbabwe tu. Tuko East Africa. Alafu
huku tusiuzi kitu. Yes. Tunakuwa tuko Warundi. Mtu anaanzia kwanza kwao. Yes. Ndio tukasema acha tuanze. Juu tulikuwa taka kuanza makonference de presse Tanzania, tulikuwa kwa Wasafi TV hapa. Yes. Tukasema kwa kuanza kuuza bia na maseminari tuanzie Burundi. Yes. Ndio nikasema Eci Baba twende kwanza nyumbani kule tukafanya mambo, tutakula michopo, utazunguka kidogo, tutafika kwake. So hiyo seminar itachukua muda gani? Ni siku moja? Tunaanza kwanza na siku moja. Siku moja kisha? Tunaanza kwanza na siku moja ili tuone watu wanachukuliaje hicho kitu. Ukikuwa watu wanaelewa faster kwa sababu vitu zote sisi tuna huyo uzoefu na tuna ujuzi, kwa hiyo kumwelewesha mtu ni kazi kidogo, na pia tutakuwa na makamera zitarekodi ma video. Kwa hiyo après seminaire wale participer watapata ma video juu wakisahau wanaangalia tena video inawakumbusha tena. Na ikikuwa ule mtu tulimfundisha anataka kutengeneza film yetu ya kutuletea, anaweza pia akatupigia simu asema na mimi nataka kutengeneza film na hii story yangu ni hii, script ndio hii, naomba muipitie, munipe ushauri. Tuko tayari, mtu analeta, tunaangalia, tunamshauri hivi na hivi na hivi na hivi. Wende ufanye kazi. Kampuni inaitwaje? BJB Films. BJB Films. Maana kwa Fransai ni BJB Films. Sasa hiyo B inamaanisha B ni Billy, G ni J Brown. Brown. Billy J Brown. Ni jina la mtu wangu? Ni mtoto wangu. Mtoto Billy J Brown. Eci Baba amekuja kama nani kwenye BJB Films? Eci Baba ni ambassador. Brand ambassador. Ni ambassador wetu wa BJB Tanzania. Kwa sababu Eci Baba ni mtu tayari ni ambassador wa makampuni mengine mengi. Kwa hiyo ana uzoefu wa hizo vitu, anajua jinsi ya kubrandi kampuni na ikaendelea. Ndio maana tumesema Eci Baba ndio anafaa, na Eci Baba ni mtu ambaye hawagi na tatizo na mtu. Nesi kama kumchokoza. Eci Baba. Congratulations kwanza kwa nani kwa huo brand ambassador wa BJB Films. Nilikuwa naangalia account yako miezi 6 imepita bila kutengeneza ngoma. Mimi nahisi huu kimya unatokana na huu brand ambassador, namna ya kubrand BJB Films na mafilamu. Kwanza wakati wanakucheki BJB Films ulijisikiaje? Kwanza mimi BJB Film nilikutana naye London. Yes. Wakati nimeenda kwenye issue zangu za show. Baada ya kukutana naye kule akanambia anasafiri kidogo kwenda US, aenda kukutana na Econ. Kuna mambo ambayo wanapanga, akimaliza akija tutakutana Tanzania kwa sababu ya safari ya kuja Bujumbura. Kwa mimi nimepewa ubarozi London na kila kitu kilikuwa kiko safi. Na movie ambayo tulifanya A Life to Regret, ndio sasa hivi ndio wakati wake, ndio imetoka rasmi sasa. Watu walikuwa wanajua labda ishatoka, zile zilikuwa ni trailer tu. Zilikuwa ni trailer. Sasa hivi ipo rasmi kabisa kupitia app ya BJB Film. Usiangeke kwenda sehemu wapi. Nenda kwenye app ya moja kwa moja, andika tu BJB Film. Inakuja. Ni Mrundi wa kwanza kutengeneza app yake. Na ni app ambayo ni ya Warundi, kumsupporti ni ya watu wote wa Afrika, sababu itafanya kazi kwa East Africa na Africa nzima. Na ni mtu ambaye alikaa chini akaweka wazungu watengeneze kitu kwa sababu ya kuja kufanya vizuri hapa nyumbani. Kwa hiyo yeye kaleta kitu kikubwa nyumbani. Sasa kazi ni watu wa nyumbani kumsupport kwa sababu ni mtu wa nyumbani kwenu. Mimi ni mgeni, lakini ugeni wangu mimi ni umoja ambao mimi siku zote napapenda Burundi na nawapenda wasanii wa Burundi. Na ndio maana nimekwambia nimekuja hapa, hii ni mara karibia 7 au 8. Ni kwa sababu ya kwamba napakubali, napapenda. Na kwa mara ya kwanza kuambia watu napapenda, mimi sikuzaliwa na viatu. Of course. Kwa hiyo nilipofika Bujumbura kwa mara ya kwanza niliachana na viatu tokea airport ya Tanzania mpaka hapa naingia, nilikuwa niko peko kwa sababu ni mji ambao uko safi, salama. Kuna amani, yani mimi natembea kwa amani tele, yani na enjoy na furahi, usherewa. Achana stories za watu jinsi wanavyojua wao.
wanajua zile story ni za kizamani ambazo hata hazipo. Sasa hivi mambo ni safi, muda mrefu huko mambo ni safi. Mimi nakujaga huku kila siku mambo ni safi. Mimi naishi kwa amani, napapenda Burundi, natembea kwa amani. Yani niko safi kabisa. Kwa nawaambia watu wote ambao hawajaja Bujumbura, hawajaja Burundi, njooni. Huku mambo ni bie, Baba niko huku yani safi kabisa. Ndio maana nipo. Na enjoy, na furaha, shavu linatoka niko Bujumbura. Hivi mnasiku ngapi hapa Burundi? Hapa sasa hivi na wiki na karibia wiki mbili. Unakaribia wiki mbili. Na mna nani mtarudi lini? Sisi kurudi sasa hivi haturudi. Tupo kwanza mpaka kieleweke. Ni mpaka semina yetu ya tarehe 12 kwanza ishe. Pia kutakuwa na shughuli ambazo zitafanyika. Mimi na kazi hapa na kazi na kuna wimbo ambao nimefanya mimi na Big Fizzo. Ni wimbo mzuri sana, mkubwa sana, bonge moja la goma. Asante Big Fizzo, saluti kwako. Na goma nimefanya na Lolilo. Bonge moja la goma, asante sana. Lizo, big up sana kwa Lolilo. Kuna ngoma nimefanya na Vishu. Vishu Love. Vishu Love mkali wa stage. Bonge moja la goma. Yani ni ngoma kali sana. Na kuna remix ambayo nimefanya mimi na Mr. Champagne. Pia kesho naingia studio kufanya ngoma na Satbi. Alafu namsubiri Natacha anakuja tufanye naye kazi. Alafu utafanya kazi na Shan Queen. Nitafanya kazi na Mona Walda. Kwa hiyo nataka nifanye kazi ambayo kila mtu atakuja kupenda kile nilichokifanya. Sababu mimi ni mtu wa watu. Si mtu wa mtu. Mimi ni mtu wa watu. Kwa hiyo sitaki kusema kwamba Baba ni mtu wa fulani wa fulani wa fulani. Hapana, mimi ni mtu wa watu wote. Na lengo ni kwamba ni kutengeneza umoja ambao hata msanii anapotoka hapa kuja Tanzania, kama kakosa rafiki Tanzania, anaweza kunipigia mimi simu, nikawa rafiki kama nilivyo rafiki yao wa kila siku. Sababu akija lazima mimi naonana nao, tunasaidiana mawili matatu. Kwa hiyo natengeneza umoja wa wasanii wa Bujumbura na wasanii wa Tanzania. Yani lengo ni kutengeneza umoja ambao hata kama mtu anakuja kule kapata shida, inakuwa ni rahisi mimi kutamka kwamba kwa sababu sauti yangu mimi ni kubwa Tanzania. Naweza kusema jamani, huyu ni 1 2 3, naomba mumuache kuanzia sasa hivi na jambo likawa limekaa sawa. Kwa kubwa ni umoja tu, na nimependa umoja wa wasanii wa Burundi. Big up sana, afu wanajua pia. Wanajua na ndio wana mimi na waombea kwenye hizo kampuni ziweze kwa support sana wasanii wao Bujumbura, sababu bila kampuni msanii hawezi kukua. Of course. Kampuni ndio zinamsababisha msanii anakuwa mkubwa. Know that. Wasio wanasema wasanii wetu wa Burundi hawakui kivipi? Umri unaenda, nyinyi ndio mnatakiwa kuwakuza. Kuwakuza ni mitaji. Kuwakuza ni kuwapa pesa. Leo kama Diamond Platinum yeye mwenyewe kama mwenyewe mimi ni barozi wa Wasafi Bet. Ananilipa kwa mwezi milioni 9. Milioni 9 kwa mwezi. Sasa huyo ni Diamond, sio kampuni. Sio kampuni. Sasa ni mtu tu. Sasa kampuni hapa zipo kubwa, unashindwa kweli kuwekeza kwa msanii? Na wakati una bidhaa yako ambayo inatakiwa kutangazika, unashindwa kuweka pesa kwa msanii kama Big Fizzo, kuwekeza fedha nyingi. Fedha nyingi maana kwamba kuna ubarozi wa aina 3. Namba moja, kuna ubarozi wa kumnunulia msanii nyumba, akatumikia mkataba mpaka unaisha. Kuna ubarozi wa kumnunulia gari, mpaka mkataba wake wa gari unaisha, ndio namkabidhi ile wanasema kadi ya gari. Kadi ya gari. Na nyumba ndio namkabidhi hati ya nyumba baada ya mkataba kuisha. Kama ni miezi 6, miezi 6. Kama ni mwaka mmoja. Nyumba ya kifahari unampa. Alafu kuna ule ya 3 ni kumkabidhi fedha za ubarozi, ajue yeye atafanyia nini. Sasa hii yote ni makampuni ndio wanatakiwa wafanye hiyo kazi. Leo watu watasifia Tanzania, watamsifia Diamond, watasifia nini, lakini wasifie makampuni ya Tanzania kuwekeza kwa wasanii. Diamond anakulipa 900,000 kwa mwezi. Milioni 9. Milioni 9 of course. Milioni 9 kwa mwezi kwa ubarozi wa Wasafi Bet. Na kuna hiyo pesa ya Tanzania. Hiyo pesa ya Tanzania. Kwa hapa ni sasa shilingi ngapi? Ni marundi ngapi? Burundi. Kama milioni 12 karibia kwa 12 kwa mwezi. Ni hela nyingi. We Diamond wakati anakufanya balozi wa Wasafi Bet, alikupa kitu kingine tukiachana na mshahara, kitu gani kipa ambacho alikupa? Gari, nyumba ama nini? Nilichukua pesa kwa pamoja ya miezi 9. Miezi 9. Ambao ni 9 mara 9. Ambao ni pesa nyingi sana. Hiyo pesa mimi ilinitosheleza. Sasa hivi nipo kwenye ujenzi wa nyumba za watoto wangu.
yani ile pesa tu nikaanza na ujenzi wa nyumba za watoto wangu. Achana nyumba yangu, achana nyumba ya mzazi ile ambayo sasa nilimpa zawadi, achana nyumba zangu za wapangaji. Sasa hivi najenga nyumba za watoto wangu wote. Ambao kama nilizana mwanamke nje, kama ni yule wa ndani ya ndoa, kama ni mradi ni mtoto wa H namjengea nyumba. Sababu kampuni zinanilipa mchepuko pia. Na mchepuko pia. Na wajengea nyumba. Lengo ni kwamba Diamond anapenda mtu ambaye akimpa afanyie vitu vya maana. Okay. Sio unapewa unaenda kufanyia vitu ambavyo havina maana ili baadaye usije kumsema vibaya. Yes. Ushaelewa. Kwa hiyo mimi namshukuru kwa hilo, japokuwa nina kampuni 7 nafanya nazo kazi Tanzania. Ya 8 ni BJB Films. Kwa hiyo hebu ona, huyo ni Chibaba hajatoa wimbo miezi 6 anafanya kazi na kampuni 6 hadi 7. Ya 8 ni ya BJB Film. Sasa je, kwa hapa tukimwangalia msanii gani anafanya kazi na kampuni hata 5? Na ni Burundi? Wachache sana. Sidhani kwamba yani kampuni kubwa hata 3 tu. Yani anafanya kazi na kampuni 3 ambazo amesaini mkataba na analipwa vizuri. Tunayemjua ni msanii mmoja tu. Vishwa na mkataba na kampuni moja ambayo inaonyesha masimu Dream House. Okay. Wengine sioni mkataba. Sasa kwa nini iwe kampuni moja? Kwa nini iwe kampuni moja? Kampuni za hapa hajafunguka kuinvest kwa wasanii. Sasa ndio maana tunazungumza kwamba kampuni lazima support. Kampuni lazima zisupport wasanii wao. Kwa sababu wasanii ndio wanaweza wakatangaza biashara hizo kampuni. Kampuni inatakiwa idhamini kipindi chako wewe. Ushaelewa? Kipindi hiki kinakuwa na wadhamini. Kama logo zimekaa chini pale. Zinakaa logos pale kibao, kwa sababu kampuni za hapa hazijafunguka. Sasa lazima muwafuate, muambie. Unajua binadamu ni msaulifu. Na binadamu anaishi kwa mazoea. Ndio maana unaona gari daladala linaotoka Bwiza kwenda kwenda mjini limeandikwa pale Bwiza hadi Centreville town, lakini bado kuna konda pale yule mpiga debe. Wewe unaona sasa gari limeandikwa kwenda mjini, lakini konda anakupigia tena kimbia njoo panda ile gari. Binadamu ni mtu akukumbushwa. Nasoma Afrika. Ni mtu akukumbushwa. Kwa hiyo kama yule mtu yuko pale anakukumbusha kupanda gari wakati gari bado limeandikwa na umesoma, kazi yake ni nini sasa? Angekuacha tu ufike uchague, tunaingia kwa gari unaondoka. Kwa tuzikumbushe hizo kampuni, tukumbushe wawekeze kwa wasanii, wawekeze kwenye media, kusponsor vitu, wasapoti vijana wao, wasapoti watu wao. Mimi nadhani ndio maana hapo hata matangazo ya YouTube hamna kabisa. Sasa hilo ni kosa. Hamna, ukiangalia hata YouTube kwa kusema uone tangazo linapita. Ni kampuni chache sana. Sasa hiyo ndio inaokuza sana. Hiyo ndio inakuza media tasnia nzima. Leo wewe unajua media za Tanzania ana media ndogo lakini anawadhamini sio chini ya wawili. Akiwa na media kubwa ujue anawadhamini wakubwa kweli. Sasa tusapotiane tu. Mimi kubwa tu ni waombee tu wasanii wa Burundi na media za Burundi kwamba makampuni shirikianeni na ndugu zenu. Ushirikiano ni kitu kikubwa sana. Ushirikiano ndio unaleta kila kitu. Utalii wenyewe unatoka kwenye ushirikiano. Bila ushirikiano hata utalii hauwezi kuwepo. Kwa hiyo unaposhirikiana na mrundi mwenzio unaleta watalii kuja kuwa wengi. Chibaba kaja. Nimefika hapa mjini naona jumba lile pale, naambiwa hilo jumba ni la msanii fulani. Tajifunza kitu. Chibaba kaja hapa naona mtu yule si msanii wa Burundi yule. Anaendesha V8 ya 2022. Na mimi nastuka. Naenda kusimulia jamani, Burundi si mchezo. Ushelewa. Kwa hiyo fanyeni kazi na watu wenu maarufu waweze kutengeneza bidhaa zenu vizuri, kuuza na biashara pia. Ndio maana tumezaliwa, tumekuwa, kuna kampuni tumezikuta zinatangazwa. Lakini mpaka leo zinafanya promotion na ni kampuni kubwa. Yaani sisi tumezaliwa tumezikuta. Hata wao wasipotangaza sisi tutakunywa tu. Hata hivi tutakunywa tu. Lakini bado wanafanya promotion. Hasa hizo promotion wapeni wasanii wafanye. Msifanye wenyewe, haiwezekani. Tuache zile habari za gala promotion linapita sio makelele mziki mkubwa na nini. Zile zipo, lakini lazima muone barozi. Brand ambassador ambaye ni mkubwa. Mtu anamuona hii kampuni kubwa
ina msanii mkubwa. Mtu anaona sasa kuna Big Fizzo. Yes. Sasa tunaishi kwenye kile kitu ambacho tutakwenda sasa Tanzania wameweza kati Burundi wanaweza. Yeah, of course ni ushauri mzuri na nimekipenda hicho. So kuna interview nilikuwa nafuatilia yako ukasema wewe ni mmoja kati ya wasanii ambao wako under label ya WCB. Ni kweli hapo? Mimi nipo WCB chama la wana. Alipo Diamond Baba yupo. Na sasa hivi kwa Tanzania natembea na RB. Nani RB unajua? Ya polisi, ya taarifa ya polisi. Ya jeshi la polisi. Okay. Nikikukuta unamsema vibaya Diamond, napigia simu jeshi la polisi wanakuja na kuchukua wanaenda kuweka ndani. Hadi Diamond aseme ndio unatoka. Imekaa hivyo. Na hapa nataka kuja kumwambia Fizzo, Big Fizzo, atengeneze hiyo. Yaani unajua kuna muda mtu anatakiwa apewe heshima yake. Sio kumsema mtu vibaya wakati anatangaza nchi. Kuna mtu kafikia level kutangaza nchi. Diamond kafikia level kuitangaza nchi ya Tanzania. Yaani unaposema Tanzania, ukiingia tu kwa swala la sanaa, lazima umtaje Diamond Platnumz. Sasa lazima tumpe heshima yake. Unapoingia Bujumbura, cha kwanza kabisa ukiuliza msanii mkubwa na utambua Big Fizzo. Lazima tumpe heshima kwa sababu anaitangaza Burundi vizuri. Sasa anakaa mtu anamsema Fizzo vibaya. Unamsema Fizzo vibaya kimakosa. Hata kama unafanya kazi, wewe fanya kazi yako, shindana naye, lakini si kumsema vibaya. Kwa sababu nitamwambia tengeneze watu, anachukua naye RB pia. Mtu akionekana anamsema Big Fizzo vibaya anakamatwa naye kwa ndani. Kwa sababu imefikia tu ya kwamba huyu anatangaza nchi. Hao wote wakina Sakbi ambao unaona wanatangaza nchi. Unaona wakina Natacha wanatangaza nchi, Vishu wanatangaza nchi, Lolilo wanatangaza nchi. Hii lazima muwape heshima. Kuna mtu alipenda Burundi baada ya kuona video ya Lolilo amemshikisha Diamond Platnumz. Diamond mwishoni anazungumza. Diamond kazungumza Burundi safi, niko Burundi hapa Bujumbura nini. Kuna mtu kapenda ameona mazingira. Sasa leo Lolilo anaonekana labda huyu wa nini? Si wa nini? Mpeni thamani yake. Of course. Hicho ndio kikubwa ndio kinasababisha Chibaba yupo. Kwa hiyo tuwapeni thamani hawa watu. Mimi niko WCB, niko na Diamond Platnumz Simba, sasa hivi niko na BJB hapa, lakini Diamond taarifa mimi kwa Burundi anayo. Of course. Unatembea na kibali ili nani mtu akizungumzia vibaya Diamond Platnumz ashtakiwe. Na wewe ni msanii pia na unaitangaza nchi ya Tanzania. Kuna mtu ambaye ana kibali na wewe akifika sehemu Chibaba kinani akiwa anazungumzia vibaya na yeye ashtakiwe. Mimi wanazungumzia vibaya. Kwa sababu gani unajua? Mimi ndio mtetezi wa wasanii wote. Mimi ni mtetezi wa wasanii wote. Alafu mimi sio kigeugeu. Mwijaku ana mwelekeo. Unamjua kabisa kote hata kuwepo. Na Baba Levo. Baba Levo amesimama sehemu yake. Yeye anakuambia mimi nitakufa na Diamond Platnumz Simba. Yuko pale. Lakini Mwijaku anataka ale kwa Diamond, anataka ale kwa Nyadundo. Nyadundo ambao ndio nani Harmonize. Anataka ale kwa Mario, anataka ale kwa Alikiba. Sasa hakuna binadamu wa hivyo, lazima utakuwa huko sawa kichwani. Ushaelewa? Mimi nimesimama sehemu moja. Wa Tanzania ndio wana mimi nikiongea kwenye mtandao lazima pachafuke kwa sababu mimi wanaongea kitu ambacho kina ukweli. Sikurupuki kuongea. Mimi huwezi kunikuta na shobokea watu. Mimi sina huo muda. Mimi kama niko na Diamond Platnumz niko na Diamond Platnumz tu. Kama nilivyokuwa na Harmonize nilikuwa na Harmonize tu. Dhuruma yake mimi nimekaa zangu pembeni. Nimemwachia Mungu. Hivi zile ngoma tatu nani zake ushasikiliza hapo? Hamna ngoma ba. Hamna ngoma? Ngoma tatu. Mipasho ile. Watu washama kwenye taarabu sasa hivi. Huwezi kuja na taarabu sasa hivi. Zile sio ngoma. Watu sasa hivi wanajua anaimba taarabu ni Mzee Yusuf. Hawamwezi tena na Dia X. Sasa Heskesha ishiwa tayari. Juzi umewambia watu single. Leo tena unaambia watu Dia X. Uko sawa kichwani? Na hawamwezi. Hebu jumlisha. Hawakuwezi kwa sababu washajua wewe akili zako haziko sawa. Yaani uwezi kuingia katikati ya Diamond Platnumz na Alikiba. Afu kasema na wewe unataka nao uzungumzie watu wakuelewa. Hawezi kukuelewa. Ile ni Simba na Yanga. Yaani tuzungumzie kiuhalisia kwa Tanzania. Hii ni Simba, hii ni Yanga. Wewe tafuta timu nyingine tu ili usogee. Afu kingine na Diamond alizungumza vibaya wakati anatoka Simba anajiunga na Yanga.
na jina ni Simba. Wakasema hilo jina kwanza achane nalo. Sasa unazungumzaje hii? Diamond hakuwa shabiki wa Simba. Ushaelewa? Kampunga tu. Diamond alienda Simba kwa sababu ya makubaliano. Alafu pili, Yanga ndio Diamond alipo yeye. Harmonize unayemuona Yanga wewe ndio shabiki wa Simba sasa. Angalia Tanzania ilivyo. Unayemuona kavaa jezi yuko mbele kwenye mstari wa mbele, sio shabiki wa hiyo timu. Kama mimi tunaona nimebaa Arsenal. Wewe ni shabiki wa timu gani kwanza? Baada hujaelewa. Mimi shabiki wa timu nyingi. Kwa sababu hizi timu zetu hizi za Ulaya siku hizi sasa wewe ingebidi uvae timu ya Burundi. Tunavaa. Za Ulaya siku hizi zinapanda zinashuka zinapanda. Alafu sasa hizo timu za Uingereza hata mpira wenyewe hawajui. Ni kelele nyingi tu, kelele nyingi. Ikishakuwa World Cup wanapigwa mapema. Sasa kwambia ni timu ya kule lakini wanakwambia Visit wapi? Visit Rwanda. Sasa Visit Rwanda sponsor Rwanda anatoa hela. Sasa sio nimesema. Ndio makampuni hapa pia lazima ya kuinvest. Sawa. Ndio mfano kunaendelea Harmonize ndio shabiki wa Simba. Harmonize ni shabiki wa Simba damdam kabisa. Hata tufuatilia ile clip ya YouTube ambayo mimi nilitoa ambayo mimi nilienda kuchukua shilingi 10,000. Yes. Nilienda kuchukua shilingi 10,000 kwa sababu siku hiyo ndo tulikuwa tumeenda sababu mimi ni Simba na yeye ni Simba pia. Ushaelewa? Kama yeye ni shabiki wa Yanga kweli alitaka kudondoka mpaka kule, alifuata nini mechi ya Simba? Alafu huyu kaja kwenye hii kazi alikuwa hajui kwamba hivi sasa yule Simba mwenyewe ndo shabiki wa Yanga mwenyewe. Kwa hiyo Diamond karudi kwenye timu yake. Alafu pili, Tanzania ni biashara tu. Simba akimfuata atafanya biashara, Yanga akimfuata. Lakini sio sasa ni eti Diamond kwamba mimi siwezi kuongea na Alikiba. Juzi umeona yuko na yuko na mdogo wake na Alikiba. Sasa alafu tukaona umedimpose naenda nani kwenye nani shughuli za zombie wakaenda naye nyumbani. Sasa alafu nani ikatoka video ya Diamond alikuwa anacheza ngoma sumu. Sasa alafu tumeona juzi nani jana nani Abdukiba katoa nani kwenye screen ya Instagram yake kwamba nani yupo under nani management ya Kings. Sasa umeona hivyo vitu. Diamond ni mtu wa watu. Diamond anaga shida na mtu. Yaani katika mtu ambaye anapenda maendeleo ya vijana ni Diamond Platinumz. Mambo ya kukopi unazungumzaje kwa Diamond? Hakuna muziki mpya. Sasa kama Diamond ni mimi kwanza tu nimjibie tu hilo. Wewe meneja, wewe ni meneja wa wasanii wakubwa. Muziki wa Afrika unaojua vizuri na wewe wasanii wakubwa wote wewe ni marafiki zako. Sasa mimi hapa nataka nimjibie huyu kitu ambacho watu tu wakijue. Bana Boy alitoa wimbo ambao ni copy. Ndio uliyemtoa. Wimbo uliomtoa Bana Boy ule wa Angelina ndio uliyomtoa Bana Boy kumtambulisha Bana Boy. Sawa? Mbona hakuna mtu alilalamika kwamba ni copy kaiba? Wakasema ni sample. Kwa nini hawakusema ni sample? Sasa sample beat. Kwa nini hawakusema kaiba? Na wakampa Tuzo awards yote kapewa. Kwa nini hawakusema? Angelina parabambara gambara nakupa mama kaleta ngarabu na kiteo mwana kaleta ngarabu na kiteo jene deo deo atende nyangelewa Angelina sasa si ni copy. Mbona hawajazungumza kitu? Hakuna mziki mpya. Miziki yote ilishawahi kufanyika. Kwa ukiona watu wanafanya kazi, mwache mtu afanye kazi. Sasa watu waje kukimbilia Diamond kafanya hivi. No, mziki ushabadilika. Mziki wa sasa hivi unachukua huku unachukua mambo yanaendelea. Of course. Umesema umefanya ngoma na wasanii kadhaa hapa Burundi, Mwanawada, Vishusa, Bibi, Fizo. Hao wasanii uliongea nao before wakuja hapa Burundi hapo? Baadhi nimeshafanya nao. Wengine nasubiri kufanya nao. Ila mimi nawaomba tu kitu kimoja. Sifanyi ngoma na nyinyi kwa nia mbaya. Nafanya ngoma na nyinyi kwa sababu ya kutangaza Burundi na Tanzania, kuweka umoja ambao ni wasanii wa upande wa Burundi na wasanii wa Tanzania. Ila wewe ukijiona ni mkubwa zaidi, mimi nitashukuru. Hakuna shida. Ila utakapokuja kwenye mahitaji yako binafsi pia na wewe usije kulaumu mtu. Mimi nimetoa ruksa kwa yeyote kufanya naye kazi. Nimefanya kazi na msanii mkubwa Big Fizo. Sawa? Na kwenye albamu yangu mimi ambayo inataka kutoka nimefanya kazi na Harmonize, lakini Harmonize haitatoka. Kwa sababu hatuelewani na siwezi kuitoa ile ngoma. Sasa lengo ni nini?
Lengo ni kwamba hivi kuna mtu aweza kupigiwa simu eti baba atafanya ngoma naye. Kwa nini anafanya kazi na wasanii wa Burundi wengi? Yes. Wewe ukija Tanzania target yako ni msanii mmoja. Mimi hiyo sio target yangu. Mimi target yangu ni kufanya kazi na wasanii wote wa Burundi. Yes. Ili napotoa kazi msanii aliyeko Tanzania aseme mbona Chibaba alienda Burundi akafanya kazi na wasanii wa Burundi. Hebu na mimi ngoja nini nikafanya nayo kazi. Ili sasa muziki wetu wa Burundi ambao ni Buja Flavor. Buja Flavor. Yes. Itoke. Yes. Kama ilivyotoka, ishatoka, watu wanapiga mashow Ulaya kila siku wanarudi, lakini lengo ni kwamba kuweka umoja ambao ni umoja wetu sisi wana East Africa. Kwa mimi nimekuja kuunganisha. Yes. Akon alikuwa akipush sana wanamuziki wa Hollywood waimbe na Waafrika. Sawa sawa. Jibu alikuwa anamjibu ni watatushushia brand yao. Sawa sawa. Akasema watashushia brand vipi? Acha basi mimi nianze. Pisco alivyokuja kumtafuta akasema acha tufanye ngoma. Wakafanya ngoma Chop My Money. So waliviona Chop My Money na hiti, kila mtu anaanza akamwambia sasa mimi bado nipo. Na brand yangu imeshuka. Unaelewa? Ndio wao pia wakaanza kusogea. Mara wasikia eti Nicki Minaj, mara wasikia eti Cardi B, mara wasikia Chris Brown anapiga Kenya, mara Rick Ross anapiga sijui Zimbabwe, Tanzania. Kwa sababu hata show alikuwa haji kupiga. Kweli kabisa. Wakaanza kupiga makolabo sasa, unasikia Chris Brown na Davido, huyu na huyu. Kweli. Kweli kabisa. Sio kwa sababu umekuja hapa ndio utakushusha. Kabisa. Of course, tubai kwenye point ya BJB Films. Mna muda hapa Burundi, hivi kuna waigizaji wa hapa mshaonana nao mkaongea ama? Tulikuwa na Abel. Abel Nduwayo. Tulikuwa na Abel, tulikuwa na Piliva. Na Piliva, yes. Lolilo Sinani msanii pia tulikuwa naye. Wa movie anafanya msanii pia tulikuwa naye, anafanya movie. Kwa hiyo tulikuwa na watu wengi tu, afu tunaenda kufanya movie pia. Baada ya seminar tunaenda kufanya movie. Tunaenda kufanya movie kubwa hapa. Kwa sababu wasanii wakubwa kuchanga na Chibaba wa nje. Kwa hiyo tunajaribu kumix combination mambo ya mazuri. Kuchanga mafans, kuchanga mashabiki. Watu wa Tanzania wajua kwamba Chibaba amefanya Burundi. Inakuwa vizuri kwa kuamsha nchi, kwa kuamsha na kwa kufanya kazi kwa bidii, na kumotivate wengine waingie kwenye sanaa, sio watu wanakaa waoni fitiri. Kwa sababu ukiangalia movie kwa Burundi ni kama watu hawana ile espoir tena. Kabisa. Espoir hakuna kwa sababu hakuna wanunuzi. Of course. Tuache Burundi, tuache Tanzania. Espoir hamna. Kwa sababu kuna watu ambao wanasema sisi ni wanunuzi wa movie. Alafu wao wana produce wao moja tu. Wao ndio tutengenezee movie zetu tu basi. Sasa hizi zingine zote zikija wanazipiga chini. Sasa sisi tunakuja kusaidia watu wale waliopigwa chini, wao pia kuonyesha kwamba mnaweza na tufanye kazi, tuwaelekeze, tufanye kazi nzuri. Alafu tutaanza kuzinunua. Sababu seminar ni tarehe 12. Lakini seminar lengo ni watu waje wajifunze. Kuna kujifunza kuhusu filamu kuigiza, kuna kujifunza kutengeneza, kuna kujifunza kuandaa, kuna kila kitu pale kinafundishwa. Lengo ni kwamba watu wajifunze kabla hawajaenda kufanya kazi zao. Unajua tunaenda kufanya kazi kabla hajajifunza, inakuja kumletea shida kwenye kuuza. Sokoni kazi inakuwa na mapungufu mengi sana. Kwa hiyo BJB wanachofanya wao, wakisha kupa seminar, ukifuata maelekezo, ukitengeneza kazi, unamletea yeye, ananunua tena, anakupa pesa wewe. Kwa hiyo hiyo inasaidia waandaji kama Netflix. Ndio anachokifanya yeye, na ndio maana ana app yake ya BJB Film. Hiyo ni app ya BJB Film. Maana ukiona telecharge, unainstall telefoni yako. Ukiangalia hapa, hiyo ni website. Sio ukiangalia application, angalia inakupeleka kwenye kama una iPhone unapeleka kwenye iPhone. Kama una Android unapeleka kwenye Android. Yaani automatic. Sasa ukisha telecharge hapo unaweza kulipia abonnement yako. Ni chini ya mwezi. Mwezi mzima. Kwa hiyo ile movie unaangalia movie zote ambazo mnaweka na angalia. Yaani unaangalia zote hadi hiyo Life to Regret ambayo katengeneza. Maana movie kibao. Movie zenyewe zitakuwa zinatoka Burundi utaziona hapo. Zinatoka Tanzania unaziona hapo. Za kutoka Zimbabwe unaziona hapo. Alafu pia abonnement unalipia kwa Marundi. Hapo inaandika dolari.
Mais ukiklikia kulipa na convertir inakuwa moins de 10,000 francs. Okay. Mwezi mzima. Okay. Unaangalia movie zote zile unataka. Ah. Life to Regret ile tulitengeneza kwa Fizo. Kuna movie nyingi sana ndani. Bana taangalia usiku. Yaani ukiwa umetulia. Kwa lengo kubwa ni kwamba ndio maana sasa mimi nikasema mtu kakaa chini amecreate kitu kikubwa kama hicho. Ana app yake. Alafu na Mrundi sasa ni kali mimi. Yeah, of course nishawa na Life to Regret. Kinachobaki tena kuilipia. Kabisa. Yeah, of course. Warundi wapigie makofi kabisa. Kabisa. Kwa neti ya Burundi kweli hivi kwa nani waigizaji. Bwana naona kinaeleweka. So na muziki wataweka humo. Na muziki mtaweka. Yani ni kwamba yani yeye huyu unaona hapa. Huyu kaileta nyumbani. Kuna video. Mimi naona video. Naona TV shows ni maseri. Na kuna videos. Video naona. Sababu kwa videos kuna vitu tofauti. Yeah, of course inshallah. Kuna ma short films. Okay. Sisi tunaona kila kitu. Kwa hiyo yeye amesema kwanza nyumbani. Yes. Na ndio maana mimi mwenyewe nikasema wasanii wa Burundi wanatakiwa mshike mikono kwanza kwenye zile line za kujitanua kimuziki. Huyu anajua kila kitu. Njia zote. Siri anazijua. Yes. Na huyu sio mdogo, ni mtu mkubwa. Yeah, of course. Na wewe hata kama ukija hapa na mbwembwe zako za gomzo yako, sijui unajua Chris Brown nini? Kabla hujamaliza kuongea, yeye anampigia simu moja kwa moja. Sasa ndio tutazalilika. Praise live. Yeye ni moja kwa moja. Afia apigi ile sasa kwamba subiri nimuombe mtu simu au niombe namba, anapiga moja kwa moja. Sasa ni mtu mkubwa. Kuhusu mambo ya movie mimi huyu sasa najua naye sasa kupitia yupo na watu wakubwa. Mtu anapokuwa karibu na Arnold Schwarzenegger, wao tegemea kitu gani? Naongea naye. Sasa wao tegemea kitu gani? Kwa ni Mrundi wa kwenu, ni mtu mkubwa. Ila sasa watu wanatakaga hivi, mtu mkubwa aje hapa, aje na mapolisi, aje hapa na bodyguard 100, atishe watu. Hapana, huyu amesema niko nyumbani, niko huru. Wanataka shughuli na helikopta juu ya nyumba hapo. Ndio ajue. Huyu anasema niko nyumbani, niko huru. Hapana nyumbani. Mimi natembea. Alafu hakuna kitu kikubwa kama unaona kuna application ambayo Mrundi wa kwenu alitengenezesha. Yes. Unaelewa? Mtu akiona Facebook anaona Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg. Yes. Sasa tofauti ya Mark Zuckerberg na mimi kwa. Haipo. Hawana tofauti. Yes, ana app ya Facebook na app ya BJB. Yeah, of course. Elon Musk tofauti ya mimi na kwa. Yes, ana Twitter na mimi na BJB. Yes. Yani kikubwa ni kupewa support. Congratulations kwa hii kitu. Ni kitu kizuri. Alafu kinatoka Burundi. Ni cha Burundi, kinatoka Burundi. Sasa ni chetu support kinatoka Nigeria. Wakisema kimetoka Nigeria. Hii support. Hapa kabisa. Mtoto anaenda mbali watu waijue. Unapaswa kuingia kwenye BGB Films. Yeah, of course. Kuparticipate nani kwenye hiyo seminar mtu anailipia ama hivyo? Ni hela ndogo tu. Tuna kwa sababu ni support tunatoa. Yeah, of course, support. Unajua cool ya cinematography. Njoo cool ya kwanza ku bei sana. Cool zote na university. Unajua hivyo? Yes. Sasa sisi tunafanya hicho kitu kusaidia nchi. Maana hela kadogo tu ile. Ngapi? Wakipiga tu simu manaji nani administration. Yeah, of course. Watawaelekeza ni kitu kadogo tu ambayo yani kuonesha tu mtu anataka kuingia. Unajua unapofanya kitu bure kinakuwa pia hakina adabu, kishimiki. Alafu wengi hawapendi vya bure. Asilimia kubwa wengi hawapendi vya bure. Wakati kuona wewe sema hii show ni bure. Alafu sema hii show kiingilio. Watu watakuja kwenye kiingilio sio bure. Sababu bure mtu anaamini kwamba nikienda pale usalama wangu ni mdogo. Usalama wangu ni mdogo. Alafu pia organization iko pia. Kwa watu wanapenda pia kuchangia kwa sababu mtu kakaa chini katoa fedha zake nyingi. Sasa wewe ukichangia kidogo, umemchangia ni ndugu yako, ni mwenzio. Na ni elimu unapata sasa. Yeah, of course. Hiyo ni elimu pia ambayo inakusaidia wewe kama mwigizaji kuendelea kufanya kazi na BJB. Kwa sababu kuna movie nyingine naenda kutengeneza hapa ambayo nitaleta Ashanti, nitaleta Samuel Jackson. Samuel Jackson yuko naye. Anajua tayari. Lupita Nyong'o tulikuwa naye Zanzibar. Na nikamgushia kuhusu kuja. Alafu na wasanii wote wa Afrika kama kisi nifuata Tanzania. Naenda kushusha Burundi. Sasa Da Silva unashindwa vipi kufikisha taarifa ya kwamba wadada wazuri wajitokeze, wakaka wazuri wajitokeze kwa sababu ule muonekano
wa watu ndio unaotangaza nchi. Of course. Mtu leo atakwambia Tanzania nilikuwa namuona Steven Kanumba, lakini unamuona Kanumba anavyojitengeneza kujitune kupendeza. Yeah. Mtu akwambia namuona Aileen Woya nini na nini, ni kwamba tu watafuta wale wadada na wale mimi ndo nimewatoa. Nilikuwa nawatafuta na watengeneza ili mtu ajue Tanzania kuna wadada wazuri. Sasa leo wanakuwa mastaa wakubwa. Leo ni mastaa wakubwa. Yeah, of course, yeah. Ushaelewa? Yeah, of course. BGB Films wako hapa, waigizaji mjitokeze. Kuna seminar tarehe 12 Agosti Susedeni apiga kwa aina mama kunapita chini, muangalie namna nani ama muulize namna nani ya kuparticipate kwenye hiyo seminar. Wako hapa kuwasaidia. Mnajua sisi tulikuwa nyuma sana kwenye nani mambo nani masuala ya movie. Kitu kingine Life to Regret filamu shatoka, ingia kwenye nani website ya BGB Films, una download app yao na ni iko una download unalipia. Ni hela ndogo sana. Movie, ngoma, kila kitu utaangalia. Alafu kingine najua mlikuwa na hamu sana ya kuangalia namna Big Fizzo anaigiza. Big Fizzo anajua. Umeona trailer, lakini ingia kwenye BGB Films uangalie namna Big Fizzo alivyo act. So wewe ni ubarozi wa BGB Films Chibaba. Na tulikuwa anasema kwamba una miezi 6 bila kutoa ngoma. Hivi kuna nana yote BGB Films wako na kujenga kikazi? Mimi sikagi na mtu ana hela. Kwanza cha kwanza. Okay. Sikai na mtu ana pesa kwa sababu mimi mwenyewe naangaika kutafuta pesa. Yes. Sasa BGB Film ni kampuni kubwa. Sasa kama mtu Life to Regret aliweza kuzindua London, kinashindikana nini? Kwa hiyo mimi nimekaa na mtu mkubwa kwa sababu ananijali na amenilipa pia. Huyu ukifanya naye kazi uwe umenyooka. Kwanza atakufundisha kukupa njia, baada ya njia ndio mkae chini mjue jinsi ya kutengeneza pesa. Sio unamfuata mtu naomba pesa. Hapana. Kaa na mtu akutengenezee njia, mipango, baada ya hapo uingize pesa. Muombe mtu akufundishe kuroa samaki. Kuliko kumuomba samaki Kwa hiyo ndicho anachokifanya BJB. Kwa hiyo mimi nipo na mtu sahihi na nawashauri wasanii wenzangu wa Buja Flavor, waigizaji wa Buja pia wajitokeze kwa wingi kumsupport na pia wawe naye karibu, sio mimi. Ushaelewa? Wawe naye karibu. Da Silva sasa hivi upo karibu na BJB Film. Sasa lengo ni nini? Lengo ni kwamba ukiona taarifa ya BJB Film, Da Silva anakuwa alishaifikisha taarifa ya BJB Film. Kwa ni ule urafiki, ile kusapotiana ndio inakuja kujenga sasa. Sasa sisi tunashindwa kuelewa kwamba hivi kusapotiana ndio kitu ambacho kinaita umoja. Na umoja unajengwa na watu wachache. Baadaye ndio wanakuja kuwa wengi. Na wingi ndio unaoleta maslahi. Sasa mimi natamani kwamba tushikane, tushikamane kwa pamoja. Tuinuke kwa pamoja. Bwana mimi nimependa interview na nimependa mambo ambayo nani wametuambia. Ningeuliza eti ni film ni movie gani ambazo nani mnanunua ili mweko kwenye BGB Films, lakini washawaambia kwamba kuna seminar ambayo watafundisha movie kali, international movie. Nani ukiingia nani kwenye makola tunaona eti mtu anatengeneza filamu za international au za local nini na nini, lakini wanafundisha kutengeneza movie international. Na sio mpaka movie ziwe za maajabu kabisa. Na sio mpaka watengeneze kwa Kiingereza. Kiswahili chako, Kirundi chako, Kirundi, Kifaransa, sawa hiyo. Ili watu watakaoangalia kutokea Zimbabwe, South Africa wapate hata kusoma waelewe. Sasa kitu kikaa kimeonekana vizuri, movie imekaa fresh, kamera imesetiwa vizuri, inauza nchi. Watu wasema Burundi wanatazama filamu makali, na sio filamu tu, na sehemu unayoshutia ionekane kisinematic. Unajua unaweza kushutia nyumba ambayo vibaji viko wazi, hiyo kwenye cinematography hairuhusiwi. Lazima ujue kisha kudesign set ionekane kama ni nyumba watu wanaishi ndani. Ndio vitu tunaenda kuelimisha watu kwenye seminar wajue siri zote za kutengeneza movie kali zinaanzia wapi kabisa. Ukiangalia kwenye BGB Films nani kwenye app yao hawaweki tu movie na ngoma, video, nyimbo wanaweka hivi. Amtafundisha namna nani wanatengeneza nyimbo kali Chibaba. Mimi international song. Mimi naweza kitu naweza nikafanya kama kuna watu
wanataka kuleta wasanii sijui wakina Icon, wakina nani waje kupiga hapa. Naweza nikawasaidia, nikawafanyia hizo booking. Okay, wakaja hapa wakapiga. Okay, sawa. Ila kwa mambo eti ya kusema tawafundisha muziki siwezi. Muziki sasa. Muziki ndio maana tukasema kuna seminar. Yes, tutakaa tutazungumza nao, nitawaelekeza vitu vya kufanya kwa ambao hawajui. Na wasanii wana nini? Wanaruhusiwa kuna nini kuja? Ndio maana tukasema wasanii wote. Okay, yaani kwamba hivi waigizaji wote njooni. Watu wa muziki njooni kwa kujifunza pia kwa sababu muziki ndio filamu. Ndio maana unaona 50 Cent anafanya muziki na anaigiza pia. DMX kama sasa tu uliona mpaka dakika za mwisho. Ni wasanii wengi sana. Kwa hiyo lengo ni kwamba hivi unapokuja ndio utauliza swali. Nifanyeje muziki wangu 1 2 3? Kwa sababu kuna mtu anaamini nikiimba Kiingereza ndio natoboa. Kumbe hicho Kirundi ambacho umeimba wewe vizuri, muziki ni melody. Yaani muziki ni melody. Sisi hapa tunacheza nyimbo ambazo hatuzijui maana yake. Kwa hiyo muziki ni melody tu. Mtu asiye kudanganya imba Kiingereza, no, asikulazimishe hata kuimba Kiingereza. Muziki ni melody na beat. Wewe melody yako, sound yako, beat kali, alafu pili nitawaelekeza swala la production. Unajua si kufanya tu wimbo ulipofanya tu kaisi ndio umeingia kwenye ushindani. Ngoma moja inaweza kufanywa na maproducer hata 3 kwa sababu ya kutafuta ubora. Kuna producer kazi yake yeye ni kufanya mastering tu, anajua sana. Kuna mwingine anajua kufanya mixing vizuri sana. Mwingine anajua kutengeneza beat. Kwa lazima watu uwaunganishe. Na kuna mwingine anajua kurekodi. Utumie pesa. Sasa kuna mtu anafikiri kutumia pesa ni kwenye video. Jitengeneze kwenye audio. Video inafuata. Video mtu aangalie si umeshutia na nini. Hawataki kujua. Kwa sababu audio ikishajibeba video yako inaenda kubebwa moja kwa moja. Kwa sababu cha kwanza lazima audio iwe kali, afu ndio video inafuata. Sasa wengi wanakimbia ma video makali afu audio mbovu. Na ukiwa na video nzuri kama hapo, sio tumevaa mic hizi. Sasa jiulize kama kamera inatoka vizuri, sound mbovu. Utaangalia video kweli? Hauwezi. Ila kusikia sound ingishi na nguruma. Ndio kweli hapa fresh. Kabisa. Haina kelele, haina noise. Alafu pia wakati wa seminar ndio tutafundisha watu jinsi ya kurekodi sound nzuri. Kuna mic unaweza kuwa na mbovu, una record sound yake iko na fujo. Kwa hiyo tutakuonyesha pia na plugin gani ya kutumia na utoe fujo, sauti inakaa vizuri. Kwa hiyo kuna siri nyingi ambazo watu hawajui, ambazo wakija kwetu tutawaelekeza. Kifupi tunaenda kutoa siri za sanaa. Siri za sanaa. Fanikiwe wasanii waigizaji. Sasa na kingine kitu nitaka kuongea. Kuna tayari waigizaji wakubwa wako mjini hapa wanajua kwamba wanaweza. Wengi wao wataweza kusema mimi siwezi kwenda kusema kwa sababu mimi tayari naweza. Kweli unaweza. Ila ukija kuongeza ka elimu kadogo katakusaidia. Kwa sababu huwezi kutuzia si movie kama hauna certificate yetu. Nifuate kukupa certificate. Kuonyesha kwamba huyu ameelewa tunataka nini kwenye kazi yetu. Kabisa. Kwa sababu kama haukuja itabidi ukitaka kutuzia si movie ufanye kazi na yule mtu ambaye tumemtrain. Alipita. Ule mtu alipita kwetu. Ndio akuelekeze na afu pia yeye ndio anakuja kwetu. Sasa kuna mawili. Ule ambaye tulimwelekeza anaweza kukuambia eti mimi kwa kupeleka movie yako BJB nitakuchaji. Sasa unajikuta umeshinda kuja seminar lakini unakuwa unalipa gharama zingine. Alafu na kingine ni kwamba usiseme mimi ni mkubwa kwenye movie. Kwa sababu hakuna mkubwa wa East Africa ambaye kamzidi H-Baba. Mimi ndio mtu wa kwanza kuchukua awards ya African Magic kupitia movie yangu inaitwa Saladini. Saladin mama Juri. Yes, nikiwa mimi na Juri Tax. Kwao ni kwamba mimi na movie zaidi ya 100. Sasa ukija kwangu kuleta ustaa movie utachemka. Lengo ni mimi na wewe tushirikiane, ni kuelekeze kitu ambacho ukijui na wewe unielekeze mimi kitu ambacho sikijui. Hakuna anayejua. Wote hatujui. Hakuna anayejua zaidi ya mwingine. Ndio maana mimi natakiwa nijifunze na wewe ujifunze pia. Tunabadilishana. Lakini usiseme mimi niko movie mkubwa. Umeuza movie wapi? Ushaikula pesa ya movie? Watu tumejenga majumba kwa sababu ya movie. Kwa lazima YouTube tuweke hivyo vitu. Tunajua YouTube huu ni muda wa Bujumbura, ni muda wa nyumbani. Ni kitu ambacho wengi walikuwa wanalilia lakini anaona majibu yamekuja hapa. Mkombozi huyu hapa. Of course. Kwa kumalizia mimi nilikuwa nataka niweze kwa hili swali kwa H-Baba. Ada Silva na mimi tu. Sasa
wewe ni mmoja kati ya wasanii hapa East Africa unazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii na ukiwaga unanikifanya kipindi ama kitu gani kitu chochote yani kwenye social media kina trend sana. Mimi nilikuwa na swali hili kwa kuhusiana na wewe na Harmonize. Hivi ni kitu gani Harmonize akifanya umoja unarudi? Anilipe fedha zangu. Dhuluma mbaya ni kumdhulumu kakaako. Aliyehangaika kwa jasho, machozi. Kujitoa kwenye maisha yake kwa sababu ya maisha yako wewe. Alafu wewe unakuja kumdhulumu huyo mtu. Hata kwa Mungu haipo hiyo. Ndio maana umeona jasho langu, kilio changu. Nawaambia na hawatuamini. Anamalizia tu sasa, ndio mwishoni yupo dakika za mwisho. Usidhulumu waliokutangulia. Bora umseme mtu vibaya kuliko kumdhulumu haki yake. Attitude ni mali yangu mimi. Ushaelewa? Hutakiwi kula peke yako. Vyote nilivyovifanya kukupambania kupigana na watu na nini, vyote viache, nilijitolea kwa ajili yako. Sikuomba malipo. Lakini kazi tuliyofanya mimi na wewe na Awilo Longomba, Awilo alilipwa, tukabaki mimi na wewe ili tuweze kupata pesa tuweze kuishi. Unapokula wewe peke yako hiyo pesa, wategemea mimi nikae kimya? Kwamba nikiongea mimi naonekana mbaya si kwa watu. Mimi siogopagi mimi kwa mbaya kwa watu. Kwanza mimi nikiona mwezi umepita sijatukano, najisikia vibaya sana. Huwa natafuta hata kitu nipeleke Instagram nitukano kwa sababu najisikia raha. Yani huwezi kutukana kama watu hawakupendi. Ukiona watu wanakutukana unajua watu wanakupenda. Kwa alichokosea Nyadundo, mimi namuita Nyadundo siku hizi. Nyadundo inamaanisha Nyadundo ni lugha ipi? Ni mtu mfupi. Mtu mfupi. Afu ambaye hajitambui. Unatakiwa ujue kuishi na watu vizuri. Wakati mimi naondoka wengi walisema Chibaba kakosea. Sawa, nikaondoka. Haya, Angela yuko wapi? Kiri yuko wapi? Na amekosea. Chidi yuko wapi? Na amekosea. Country boy yuko wapi? Mpiga picha yake alibakia ndo juzi kaondoka tayari. Na Ibra kanipigia simu juzi nataka kuondoka. Sasa atabaki peke yake. Na Ibra anataka aondoke. Na mameneja wake hawalipagi pesa. Sasa hayo sio maisha. Unatakiwa ugawane na watu. Mimi Da Silva sikutaka pesa yote tuchukue mimi na yeye. Alafu ile pesa sio hadithi kwamba kuna siku itaingia. Pesa ilikuja ya wimbo wa Attitude. Ilikuja keshi zaidi ya milioni 200. Milioni 200. Zaidi ya milioni 200 imekuja keshi. Na mngegawa. Sio kusimuliwa, imewekwa mezani pap. Bana mzigo wenu huu hapa. Hesima kampuni ya muziki Tanzania tunauza sana. Wameleta bana mzigo wenu huu hapa. Wa Attitude. Jamaa akashika mzigo, akasema hichi ilikuwa kama 260 hivi. Hichi kakaangu kesho uje hapa asubuhi. Mgao wako upo. Tumefanya kazi kubwa, najua umepoteza vitu vingi, mali zako, magari na nini kwa sababu yangu mimi. Kesho hapa tuonane, jambo lako limeisha. Nimpambania sana. Mimi nikasema haina shida mdogo wangu. Mimi nikasepa. Asubuhi kazima simu, kumbe kasafiri ameenda Kenya na zile hela. Kaenda kula bata. Kala bata, pesa zote zimeisha. Baada ya wiki mbili karudi ana hata 100. Ananiambia ndugu yangu, samahani zile bana zimeisha, lakini naomba tuanze moja tuendelee kupambana. Je, wewe ungekubali? Na mimi sikutaka kwenye zile pesa anipe asilimia hata 50. Hapana. Mimi hata angenipa asilimia 20 inatosha. Hata asilimia 10 angenipa inatosha, sababu na mimi na familia na wazazi na watoto pia. Ningechukua zile fedha nikagawia na wenyewe wangefanya. Baba kazi aliyofanya ndio hii hapa kafanya. Sasa unanidhulumu mimi. Jasho langu kupambana na watu, kugombana na watu, kukusimamisha wewe. Leo Harmonize ana mashabiki wengi, lakini hao wote wakati anatoka WCB walimkataa wote. Baba nikapambana kuwarudisha mashabiki zake pale. Wamerudi eti leo wale mashabiki wananitukana tena mimi. Mimi siwezi kunitukana. Mimi niko na Diamond Platinum, Simba, Dangote tajiri. Msanii mdogo, mambo makubwa. Yani yule hana shida. Tena akisikia umemchokoza Baba sasa hivi, atakaenda kusikia hicho. Diamond ataka kusikia kabisa hicho. Yani yeye anataka kujua Baba unaishije. Juzi penye kanipigia simu, vipi? Bujumbura, vipi? Nikamwambia safi. Umeonana sasa na kina Lolilo, Big Fizzo, ananitajia anapopenda Burundi Diamond. Asikwambie mtu kitu, Diamond anapopenda Burundi kuliko kitu chochote. Anapenda paka na chakula cha Burundi. Paka ameniambia wajua, ananiambia ukiwa unakuja unikumbushe. Nifungie michopo, ifunge weka katikati ya nguo. Njoo nayo. Wajua mchopo nikiondoka nao hapa. Hadi leo nafika wa moto. Kabisa. So umehifadhiwa vizuri, niweke katikati ya nguo. Na mimi nitafanya hivyo sababu Diamond kamisi michopo, mimi nitamfanyaje? Mimi nitapeleka michopo. Hivi Harmonize muongee naye. Siwezi kuongea naye mtu yote anayethubutu. Ndai ama akupitia kwa nani kwa mtu fulani ili namwambie sitaki. Mtu yote anayetaka kuharibu maisha yako ni adui kwa maisha yako. Angekuwa muungwana. Angejua nini cha kufanya kuhusu Baba. Lakini aliniimba paka kwenye wimbo.
eti sitaki machawa kama Echibaba. Yani mimi ndio saidia maisha yako leo unaniita chawa. Okay. Niliyepambana kuhusu maisha yako leo, unakula vizuri, familia yako inakula vizuri, wazazi wako wanakula vizuri kupitia Echibaba kukupambania wewe. Leo unaniita mimi chawa, kaka yako unaniita mimi chawa. Mimi historia yangu ya muziki hujafikia hata robo. Mimi ndio msanii nimeacha muziki nikapumzika, nimerudi kwenye muziki nikiwa na albamu 7. Hakuna msanii ana albamu 7. Ushaelewa hicho kitu? Yes. Watu wanatengeneza VP vyao hivi hapa tu vya kawaida. Yeye mwenyewe sijui ndo na albamu 2 sasa hivi. Sasa mimi nimeacha na album 7. Nimerudi nikatoa EP ambayo ikafanya vizuri. Sasa hivi naachia magoma juu ya magoma. Wewe una historia gani? Una historia gani kwenye nchi? Bado tengeneza historia, kaa na kaka zako vizuri. Uliona pale airport akaanza kumtukana Duli. Unaweza kumtukana Duli? Muasisi wa Bongo Flava, aliyesababisha Bongo Flava kuwepo, ndio ajira. Wewe ndio unaishi leo, unakula, unaendesha gari sababu ya Duli, unamsema vibaya. Yaani Duli alifanya ngoma, Harmonize alifanya ngoma na Duli. Ngoma inawekwa kwenye account yake mwenyewe. Pesa za YouTube, za wapi, za platform zote zinaingia kwake yeye. Duli akamwambia, hii ngoma sababu ni yako, inabidi unigaramikie mimi kuhusu video, mavazi na nini na nini. Akasema fresh, eti vile alivyosema fresh, kumgaramikia labda kishati kisuruali nini, eti anavizungumzia airport. Wewe si maskini. Unamzungumzia yaki kudai. Angalia mtu alimpa verse kubwa Bana Boy. Duli kampa verse kubwa Bana Boy. Nasifika kwa mapenzi na madem na kila kona sana. Handsome ni wimbo wa Duli Sax. Kumbe sasa Handsome ni wimbo wa Duli Sax. Akampa Bana Boy ambao ndo kaimba na Harmonize. Wimbo ukawa mkubwa. Mbona yeye ajalalamika kusema sasa naomba pesa? Kakaa kimya. Leo unakuja kumsema vibaya kaka wa watu. Sisi ni brother. Mimi mwenyewe namheshimu Duli Sax. Nimemkuta brother. Respect Duli Sax. Respect kwa Big Fizzo. Yaani tunatakiwa kuheshimu watu waliopambana. Respect kwa Kidumu, wanaopambania muziki sehemu wanaotoka wanakuwa ni wakubwa, tuheshimuni jamani. Wamekuwa inspiration kwa wasanii wengi. Na hata kama Kidumu kabisa ana heshima kubwa hapa. Wao ndio ma legend. Ndio watu wameimbia nchi. Kidumu usimwona Fizzo akinaroliro. Tokea mimi nimefika hapa. Sijaona mtaa ambao unaitwa hata Big Fizzo. Street, Big Fizzo Street hakuna. Hakuna Kidumu Street hakuna. Hakuna Lolilo Street hakuna. Lakini Tanzania Echibaba na mitaa 10. Echibaba Street, sijui mtaa huu sehemu fulani Echibaba Street. Kwa mapenzi tu ya watu. Unaenda sio Arusha Echibaba Street, unaenda Shinyanga Echibaba Street, unaenda Kigoma Echibaba Street. Sasa hiyo ni heshima. Sasa watu wapewe heshima. Heshima sio kumpa mtu pesa. Hata ukimpa mtaa tu jina la mtaa inatosha. Of course. Tumeongea mambo mengi tena ya muhimu. Niwashukuru kwa kunikubali tukafanya haya mahojiano. Echibaba, una lipi la kushare na mafans? La kushare na mafans ni kwamba kwanza nimpongeze Rais wa Burundi. Kwa kweli Burundi ni raha. Mimi napopenda, na nipongeze uongozi mzima na serikali nzima kwa nchi inavyoendeshwa. Mimi nimependa Burundi, raha sana. Hongereni sana serikali nzima, serikali yote, mapambano yenu, viongozi wote, wabunge, mawaziri, heshima kwenu. Mimi napenda Burundi na enjoy nikiwa Burundi, ni raha sana. Mashabiki na zawadi yenu kutoka kwa Echibaba featuring Big Fizzo, Lolilo, Sakbi na wasanii wengine. Kwa hiyo mimi sina cha kuzungumza zaidi ya upendo. Kuna za kwangu na za kwao pia. Lakini kikubwa ni upendo ambao nimeupenda, ukarimu wa Burundi. Sasa mimi respect kwa Warundi wote, na mimi naanza kujifunza Kirundi sasa hivi na Kifaransa kwa sababu ni mawasiliano ambayo yatanisaidia. Kirundi kadogo kama unakafahamu. Yaani kuanzia kesho ukikutana na mimi hata usihangaike. Ongea Kirundi. Kuanzia kesho hata usihangaike. Ukinipigia simu ongea Kirundi. Sawa. Tunaenda sawa mimi na wewe. Cyo gusangiza abakunzi. Ndabakunda cyane. Bene wacu Abarundi. Hezwanga kama ukasema anawapenda sana. Sio kwamba sijui. Endelea. Abakunda cyane. Sasa ndio hivyo ndugu zangu, tukutane ku seminaire Hotel Source du Nil le 12, tutaanza 3 na mpige nimero hiyo iko chini hapo 69. Watakula pale pale, uambie pia chakula pia kipo. Unajua mimi nikiorganize vitu inakuwa sio mchezo. Kama ni kubwa sio mchezo. Kila mtu lazima enjoy. Kwa na mimi lazima enjoy. Yes, kabisa. Aswa
kubali tutaenda kuforme. Hata nikifanya movie nje, nikiwa nataka wa Burundi, na nani tuliforme Facebook ya Chibaba. Ina siku mbili tu. Siku mbili wote mfollow. Waingia ni follow kwenye Facebook sasa hivi unapatikana. Of course. Kana bashiri mwese murakomo rakurikirana n'ibyo nigana twakurakora na Chibaba ndetse na manager wa Awilo Longomba kubwa BGB Films ku bakunzi b'ama filme mwese mugende muje kuri website ya BGB Films haro application ugenda kuri App Store ndetse kuri Play Store irahari wagenda kuyitecharge haba na smartphone yose Android canke iOS naho nyine ashobora guterera yanuze iyo application filme indirimbo sandukanye zose urazisangako. Reka ndabashimira kandi mu gisangiza abandi gishike kure nubwo kari inyishu cyane ku bakinyi ba Mareresi.